Hujambo popote ulipo mtazamaji na vile vile labda msikilizaji. Kumbuka hii leo hapa tupo mezani, pale ambapo ni kikao mezani, mazungumzo kuntu kabisa, pale ambapo kuna masuala kadha kadha ambayo tutakuwa tunazamia hii leo. Hivyo basi kumbuka kwamba aswa wanafunzi wa vyuo vikuu pale ambapo baada ya mmoja kutoka pale nyumbani utapata kwamba akijiunga na chuo kikuu utengeneza wale marafiki wapya, na pia tu labda kile ambacho rafiki anakifanya unapata kwamba pia naye anataka kukifanya. Lakini tutakuwa na uzungumza tu kuhusiana tuna zile labda athari za urafiki na ile tunasema kwamba wanarika. Je, labda athari zipi zinaweza kutokana nazo, na pia tu aswa inafaa uangalie kipi aswa wakati ambapo utakuwa unachagua wale marafiki. Hapa mezani nipo na wenzangu pale ambapo tutakuwa angalau tunaweza tu kuzungumza swala hili, lakini kabla ya kuanza labda tu nikianza na mkono wangu wa kushoto. Lakini wanasema kwamba wanawake wa kwanza, hivyo basi ndaanza na mkono wangu wa kulia pale ambapo ataanza kujitambulisha, kisha kwa jina tu, alafu moja kwa moja tutakuwa naingia kwenye gumzo letu siku hii ya leo. Ana mtazamaji, nafahamika kama Wangari bwana. Naam, mimi nafahamika kama Odhiambo bin Juma, hayo ndio majina yangu. Niseme ujambo tena kwa mtazamaji. Jina langu ni Morris Mugera. Naam, hujambo mtazamaji, nafahamika kama Dennis Kuiu. Kabisa kama ulivyosikia, hawa ndio ambao tuko nao kwenye kikao hiki. Tunasema kwamba mazungumzo kuntu kabisa. Hivyo basi kumbuka kwamba wenzangu, pale ambapo mwanafunzi akitoka nyumbani, hujua mara mingi hujua kwamba labda nimetoka nyumbani, pia nafahamu nyumbani kuna ama kuko vipi. Lakini ukifika chuoni utapata kwamba labda unatafuta wale marafiki wapya, unapata sababu wale marafiki ulikuwa nao labda shule ya upili ama kule nyumbani utakuwa umewaacha. Wakati unajiunga na chuo kikuu inabidi kwamba mchenza marafiki wapya. Lakini unapata kwamba wakati mmoja anatengeneza marafiki, unapata kwamba labda kikoza ama wale marafiki ambao wanatagusana nao ndio kwamba wanafanya vitu ambavyo havifai, lakini ili naye labda afit kwa ile group yake ama wale marafiki wanarika, utapata kwamba lazima afanye vitu ambavyo wanafanya. Kama labda ni kutumia vitu ambavyo labda havifai, unapata anatumia. Lakini je, ni vitu vipi labda unafikiri kwamba yule mwanafunzi anapojiunga na chuo kikuu yapaswa kwamba aangalie kwanza kabla ya kuchagua rafiki? Dennis, kwa hiyo labda nikianza na wewe. Naam. Mwenzangu, najua mwanafunzi anapojiunga na chuo kikuu labda pale nyumbani alipotokea anakotoka labda alikuwa amefinyiwa maisha kidogo, alikuwa anazuiwa kufanya vitu mengi. Kwa hivyo unapata anapojiunga na chuo kikuu anakuja anaungana na marafiki wapya, anaungana na wale watu ambao labda zile vitu ambazo alikuwa na tamani angefanya akiwa nyumbani, huku anakutana na watu ambao huwa wanazifanya. Na nizungumzie tu hapa chuoni kunao watu ambao ni marafiki wazuri, na kunao marafiki ambao pia wanataka tu wakuharibie labda maisha yako. Unapojiunga na chuo kikuu, kitu cha kwanza kuja akilini huwa nyumbani ni nini kipo. Labda kama nyumbani kitu kipo, utajipata unataka uishi hiyo maisha ya yani ya kifahari. Unapatana hapa na wenzako wanaenda mahali wanajibamba weekendi. Kwa hivyo pia utasema mimi kwetu tuko sawa na nataka angalau pia nikajiburudishe. Na utapata pia aina ya pili, yule ambaye hatoki pale kwa familia, labda tu familia yenye hajiwezi. Utapata yeye anapokuja hapa atahakikisha kwamba anatafuta wale marafiki ambao watamuelekeza vizuri, ataendana nao, labda akaweze kujibadilisha kidogo ama kubadilisha familia yao. Naam. Lakini Yvonne, labda nafikiri kwamba unaweza ukatumia mbinu gani kujua kwamba huyu ni rafiki mzuri na huyu ni rafiki mbaya? Kwa sababu leo umepatana mara ya kwanza, labda yafaa utumie mbinu zipi ili kujua kwamba huyu ni rafiki mzuri atanielekeza pazuri, na utofautisha na ule rafiki mbaya ambaye labda anaweza kukumiza kwa shimo? Mwanzo kabisa bwana Godilo, nasema hivi, kujua huyu ni rafiki mzuri ama mbaya huwa ngumu sana. Na hapo ndio penye shida hutokea mara nyingi. Kwa sababu tutapatana na mara ya kwanza tumepatana, labda nimepatana na mwenzangu Vincent hapa ni mara ya kwanza. Ile wakati ya kupatana mara ya kwanza inakuwa tofauti sana. Unajua kuna vile ameficha tabia zake na kuna zangu pia mimi nimezificha. So hatujatambulika vizuri hapo. Unapata sasa kujua Vincent anafanya hivi ama Yvonne anafanya hivi ni ngumu sana. So unajua kitu kwa hapa ni patana na mtu, ni vizuri kuwa na marafiki. Na pia ukipatana na mtu angalia ni rafiki aina yupi. Si leo utajua anakaa hivi ama hapana. Lakini venye mtakuwa mnaendelea kukaa pamoja, hapo ndio utajua kweli huyu anakaa hivi, huyu anakaa hivi, anapenda hii, anapenda hii. Lakini kitu cha kwanza namunga mwenzangu Dennis mkono, ukifika huku
wale nini pale wakati unataka kuchagua rafiki, mwanzo kabisa tazama kwenye umetoka. Mnakaaje? Ni maisha yako umeyazoea. Usifike huku uone Bwana Ngovilo anapenda kula vitu zenye hujazoea. Kwa sababu anakula na rafiki yako unataka kula. Unaona? Usikuje ukapata labda Morris anavalia zile nguo za kifahari. Na wewe labda umezoea za kwenye zile za mtumba, unataka kuiga mfano wake. Mara mingi vitu husumbua watu ama wanafunzi wengi ni kuiga. Kwa lugha ya Kimombo anasema pia pressure. Nataka kufanya jinsi mwenzangu anafanya. Hapo ndio penye shida inatokea. Lakini pia tunaona kwamba wakati ambapo Morris unapata kwamba umetoka kule nyumbani, ukifika chuoni unapata kwamba kuna ule uhuru. Si kama ile shule ya upili ama shule ya msingi kwamba kuna viboko kama kuna ile tunakazia uende pale darasani unafuata. Lakini ukifika kwamba uhuru uko mwingi kabisa. Lakini nafikiri kwamba labda kuna athari yote ambayo inatokana na uhuru mwingi ambao labda yule mwanafunzi upata na labda huenda ikaathiri masomo yake ama tu bado iko sawa. Mimi niseme kwamba uhuru ambao wanafunzi wa chuo pale wanao wakati mwingi ndo kuwa na athari kubwa na ndo pia make that life ya mwananchi pia ya mwanafunzi pale shuleni. Yaani ndo inasaidia kudescribe who one is kwa campus pale. Nitokee mfano, unaona ng'ombe yule kiume pale kimfunza ndo akusaidie pale kulima pale shambani. Mara ya kwanza pale atakusumbua. Ushamnyorosha vizuri basi itakuwa njema. After amenyoka vizuri basi atakuwa huru kufanya kile ambacho ni mzuri, kile ambacho pia naona anafanya, unaona amefanya kile ambacho pia na mimi nilimfunza afanye. Hivyo basi pale shule ya msingi pale na ya upili pale wanafunzi hukuwa shaped na wewe inakubalika. Sasa ukifika pale chuoni unapata yes nimekuwa shaped hivi na hivi, lakini wale marafiki ambao unapata pale uko na huru mwingi pale, wajua utakuwa unalani hizo vitu wamefunzwa tofauti na ile ambao umefunzwa. Na hiyo itakuwa athari kubwa sana, ita affect vile ambavyo maisha yako yaratibiwa kukua kuanzia pale shule ya msingi mpaka ulipo chuoni. Sasa hiyo wakati huru inakupa ile nafasi ya kujifunza toxic things, yani vitu hata au kuwa nazo. Hivyo basi ni moja ya zile hoja ambazo zinasababisha uhuru. Lakini sasa nafikiri kwamba labda vyuo vikuu vinapaswa kufanya nini labda kuhakikisha kwamba wale wanafunzi labda hawaendi njia isiyofaa. Nafikiri kwamba kwa vyuo vikuu vinafaa angalau vifanye tuseme michezo. Wakati wanaona kwamba wanafunzi wako huru sana, waratibu kuna michezo mbalimbali ambao pia itawafanya occupant, itawafanya wanafunzi wengi wasipati ile nafasi mingi ya kujihusisha na mambo zingine ama ya kujifunza, sababu hiyo nafasi ndio unatumia kujifunza mambo mazuri ama mabaya, of which kwa campus mambo mabaya ndio unalana kabisa. Hivyo basi huo muda ukifinywe kwa amna muda mkubwa ama muda mrefu, basi itakuwa njema. Kabisa mpenzi mtazamaji, basi kumbuka kwamba tu hizo ama athari ambazo labda Morris ameweza kuelezea, na pia tuaswa vitu vipi ama mikakati ipi aswa vyuo vikuu yapaswa kuja nayo ili kuhakikisha kwamba wale wanafunzi waweze kujihusisha na vitu visivyofaa. Lakini pia tukizungumza kuhusiana na vitu visivyofaa Vincent, utapata kwamba ukitoka kule nyumbani wewe unapata kwamba kuna vitu labda ulikuwa umeelewa kanisani, kuna vitu fulani wewe labda uko unapenda kuvifanya. Lakini wakati ambapo unafika labda chuo kikuu unapata kwamba umepata marafiki, kuna vitu ambavyo unavifanya na unataka uvifanye. Kwani vitu vipi ama kitu kipi asoko kinakusukuma ama kinasukuma mmoja kujihusisha na vitu labda ili labda pia naye afanane na watu wengine? Labda unafikiri kwamba vitu gani huwa unamsukuma ama vitu gani huchangia mtu labda kuacha vitu ambavyo alikuwa anafanya nyumbani na kuenda na kufanya vitu vipya? Unajua kwanza nishukuru kwanza kwa nafasi hino. Kitu cha kwanza kwa nasema kwamba mwacha mila ni mtumwa. Japo kwa vijana siku hizi kuacha mila kwao ni kama ni kawaida. Kwa hivyo kuna vijana wengi kama huo mfano ambao umetumia. Kijana anatoka nyumbani amelelewa pale kanisani, sio kabisa. Lakini anapofika hapa chuo kikuu anataka pia yeye nawe awe kama wengine. Like who am I in this society? Pia yeye anataka aonekane kwa mchango wake kwa vijana wenzake. Nitautumia huu mfano wa vileo kwa sababu
kuna wanafunzi wengi wanatoka nyumbani kama watumii vileo. Lakini anapofika huku siku ya kwanza anaambiwa labda Dennis, I have a friend of mine ana hold bash leo. Ndio. Alafu pia wewe kwa sababu hutaki ubaki ploti peke yako ulale, wakuite mtoto wa kike kwa sababu wanasema mwanaume usiku na baki aje kwa kanisa wameenda. Kwa hiyo pia wewe itabidi umetoka umeenda nao. Kwa hivyo huo msukumo pia wewe you want to fit in that society. You want to fit. Kwa sababu Kiafrika hapo wanajua kwamba ama tumelelewa tukijua kwamba mwanaume you should always be on the top. Kwa hivyo society inakuhitaji wewe nao pia wewe ufanye venye au wanaenda usiku kulewa. Kwa hivyo pia wewe you want to fit in, so utaenda. Kwa hivyo tu kidogo kidogo na kwa hayo tu majaribio wewe nao utajipata wewe ndio gwiji. Sasa nasema kwamba labda tu mpumbavu ndio hawezi kubadilisha mawazo. Mpumbavu ndio hawezi kubadilisha mawazo. Kwa vijana mila nayo wengi wamewacha. Wengi wamewacha kabisa. Na kabisa, mpenzi mtazamaji, kumbuka tu hayo ndio kusala ambayo tumekuna guzeguze, lakini labda tu pia kabla hatujamaliza na labda tu kwa sekunde kama 30 hivi nikianza labda na wewe Vincent, labda tu unaweza labda ukaeleza nini yule mwanafunzi akijiunga na chuo kikuu labda aweze kufanya nini ili labda aweze kufanikiwa baada ya miaka 4, miaka 3 ama miaka ambayo atakuwa pale chuoni. Mwanafunzi katika chuo kikuu, mimi naweza kushauri kama yule mmoja wenu ambaye nimekuwa kwa chuo kikuu kwa miaka kadhaa ambayo imepita. Hizi changamoto tumezipitia pia sisi. Kitu cha kwanza nataka nikwambie wewe kama mwanafunzi pale popote ambapo unasikia, kitu cha kwanza, iwapo utaenda chuo kikuu, fikiria kwanza nyumbani. Hicho ni kitu cha kwanza. Mawazo yako yote fikiria nyumbani. Who are you? What did you come here to do? Jifikirie kwanza nyumbani. Kitu cha pili, jikubali. Jifikirie nyumbani kisha jikubali. Alafu above all, eka Mungu mbele. Hivyo vitu vitatu vimenisaidia na nimefaulu kabisa. Kwa hivyo naamini pia wewe na pia wako utayatilia hayo manani. Ujikubali, ujue nyumbani kisha umweke Mungu mbele. I think tutafaulu pamoja kabisa. Yes, Dennis, sekunde 30 tukimalizia. Mimi naweza mshauri tu yule mtazamaji ambaye anatazama hapa. Unajua akiwa pale katika kidato cha 4 alikuwa pale na hao watu wa kupeana uhusia wanakuja na kuambia pale chuo kikuu kuna kuwepo hivi tu kadhaa, naye kukuja mahali hapa akavikosa. Na labda kunaye ambaye ameanza pale kuzembea kwa masomo, labda naona kuhudhuria hayo mihadhara asubuhi ni changamoto kwake. Huyo mtu ambaye alikuwa anakupatia uhusia alikuwa tunataka akupatie tu yani ile bidii ama njia nzuri ndio angalau ukikuja hapa upambane na hizi changamoto ambazo unakumbana nazo. Naam. Kabisa. Morris, naam, niseme kwamba najua tulikuwa tuongea kuhusu mambo na urafiki pale chuoni. Kabisa. Niseme hilo ndo shughuli moja ngumu kama ile maisha ya comrade. Sasa kama mwanafunzi ambaye unaingia pale chuoni, kitu ya kwanza ni kwamba ujaribu kujua ni jinsi gani ambao utajua marafiki wako wazuri na wale wabaya, ndo angalau wasije wakafanya ukaacha ile mira ambavyo umelelewa, yani vile ile ambayo umeelekezwa pale na mzazi pale kanisani kule shule ya msingi pale. Sasa usije ukapoteza nyayo kwa kuchagua wale marafiki wabaya. Ni hivyo kabisa. Yvonne, tukimaliza. Mtazamaji, hoja ni zile zile, lakini kwangu mimi nataka kufahamisha kwa wale wanafunzi ambao wamejipanga kujiunga na vyuo vikuu, ikiwa ni Tharaka, zote zile tu. Naweza tu kufahamisha hivi, chuoni ni mahali ambapo mtu anakuja kujifunza na kujijenga. Mwanzo kabisa mtu anafaa jifahamu na jiamini kwanza, usianze kuamini mwingine, jiamini wa kwanza. Ya ingine pia naweza sema after umejiamini, jikubali. Jikubali tukianza na penye umetoka na wewe mwenyewe pia. Usione mtu anafanya kitu utake kufanya. Labda uwezi ama una uwezo wa kufanya kile ambacho mwenzako amefanya. Jikubali. Na pia nikirudi kwa wazazi, na maybe kama tukiwa tumefanya kuwa na ile short break ya kama ya December hiyo, mtoto ama mwanafunzi wako akikuja nyumbani, jaribu kukaa naye uone amebadilika ama yule. Usipate mwanafunzi anakuja nyumbani anajifungia na unanyamaza unasema amezoea ya maisha. Hapana. Lazima mzazi pia uchukue hatua ya kukaa na mtoto wako, angalia tabia zake kazi zimebadilika. Hiyo pia itasaidia mwanafunzi na pia itasaidia wengine pia, kwa sababu atakuja kujifunza vitu
zingine na kuna zingine ukiona kama amejifunza utaanza kuuliza mbona amefanya hivyo, na pia utapata ile nafasi ya kurekebisha mwanafunzi wako, na hata akirudi kule chuoni atakuwa na ule mtindo ambao amelelewa nao akiwa mchanga. Ni hayo tu. Sio kabisa. Nasema kwamba shukrani kabisa mwenzangu Dennis Kweyu, Morris Mugira, Vincent Musungu, bila kumsahau Yvonne Ongare kwa kutenga muda wenu kuja hapa angalau kuzungumzia swala hili zima kuhusiana na maisha ya wanafunzi sio katika vyuo vikuu, sio? Na watakia kila laheri katika shughuli zenu mnazofanya, sio? Kabisa mpenzi mtazamaji, kumbuka imekuwa ni kikao mezani, mazungumzo kuntu kabisa pale ambapo tumekuwa tunazungumzia masuala kadha wa kadha kuhusiana na maisha ya wanafunzi sio kwenye vyuo vikuu. Basi tumesikia kutoka kwa wenzangu kwamba angalau wanafunzi ukifika pale uweza kujitambua, kisha kwamba pia fahamu ni wapi ambapo umetoka, na hivyo basi angalau tu focus yako kweli iwe katika yale masomo ambayo ilikuleta hapa chuoni, alafu kila kitu chako kitakuwa sawa sawa kabisa. Nasema kwamba shukrani zaidi kwa mtazamaji ambaye umekuwa nasi tangia pale mwanzo. Zidi kutufuatilia pale kwenye mitandao ya kijamii @Pekuzi TV Kenya. Utakuwa unapata zile habari, taarifa ambazo ni kemkem zinazojiri na kuchipuka na vile vile kugonga vichwa vyetu vya habari. Mimi ni Inshemela Samuel Govilo na kutakia wakati mwema.